Leo naomba Mungu sana akutetee na akupe subra katika kila jambo unalolifanya maishani. Mungu aibishe maadui wako wote. Mungu apigane na everybody mwenye anapigana na wewe maishani. Usikose kuona baraka za Mungu, na chochote ambacho kiko maishani mwako kisikuzuie kuona baraka za Mungu. Unaweza kuwa unapitia mambo mazito sana right now. Unaweza kuwa unapitia mambo ambayo yamekuvunja moyo ama hauna hope ndani ya maisha, lakini ninaomba Mungu akusaidie tu na Mungu akupe subra. Maana kile Mungu ameshaahidi ndani ya maisha yako, hakuna hata mtu mmoja anaweza kuzuia. Most of the time tunakuwa na hiyo wasiwasi ya kwamba Mungu amelete ahadi, Mungu ametoa ahadi zake na yetu bado hazifanyiki kwa ule muda tunataka. Mungu akupe subira, moyo wa kusubiri, maana subira huvuta heri. Kwa chochote unachopitia mtu wa Mungu, kwa situation yote uliomo ndani, mimi nakuombea Mungu sana ku encourage. Najua sometimes watu wanaweza kosa ku understand, ama wale wako karibu na wewe wanaweza kosa kuelewa uchungu ama uzito ama ugumu wa yale mambo unayapitia. Lakini kama vile mkulima anapopanda chakula yake na anangoja mpaka siku ile inakuwa sawa na anakula matunda, na wewe ngojea. Shetani asikudanganye uone kama Mungu ako mbali na wewe. Msaada wako uko karibu sana, more than you expect in your life. Na mimi nakuombea sana. Naombea maisha yako, naombea maisha ya familia yako. Mungu asikubali aibu. Asikubali aibu hata kidogo. Na chochote ambacho kimewekwa mbele yako kama mtego wa kukutega, anything ambayo imewekwa mbele yako kama mtego ya kukutega na kukurudisha chini, Mungu akapate kuifunua mapema. Mungu akapate kuifunua mapema. No weapon forged against you shall prosper. So don't give up. Don't even try to give up. You don't even have permission to give up in this life. God is faithful. And the one who began a good job, alianzisha kazi nzuri ndani ya maisha yako, ataenda kuikamilisha. So jitie moyo, be strong in the Lord. Na mimi kama Dr. Koileken na kuombea sana. Peace be your portion today.